Hii ni Kadi News, mimi ni mtu wako naitwa Kadislaus Ezekiel. Moja kwa moja nikiwa katika mji mkongwe, mji wa kihistoria, mji wa Ujiji, unapatikana katika manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma. Leo katika pitapita zangu napata maoni na kusanya maoni baada ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuhitaji maoni ya Watanzania ama kupokea maoni ya Watanzania kuhusiana na mchakato mzima wa kugawa majimbo kwa mkoa wa Kigoma, lakini pia kwa nchi nzima ya Tanzania. Moja ya mambo yanayotazamwa ni wingi wa watu, population ya watu waliopo katika eneo husika, lakini pia ukubwa wa eneo kwa maana ya ukubwa wa jimbo au kata. Maoni ya Watanzania wakazi wa Kigoma ni yapi? Lakini pia viongozi mbalimbali wa chama, viongozi wa dini wanazungumziaje mchakato huu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kupokea maoni na kugawa majimbo hasa ambayo pengine yanatazamwa kwa ukubwa? Karibu, hii ni Kadi News 24. Mimi ni mtu wako naitwa Kadislaus Ezekiel. Kugawa majimbo ndio sawa, ili kuweza kupata wawakilishi kutoka katika maeneo mbalimbali. Kwa inawezekana majimbo mengine ni makubwa, kama jimbo la Kigoma Ujiji hili la manispaa yetu ni kubwa sana. Sisi tunafikiri muda mrefu tulikuwa tuna ndoto hiyo kwamba kukatwe jimbo hapa, kwa na jimbo la Kigoma Ujiji na liwe na jimbo la kule Bangwe Kigoma mjini, kwa sababu ni mambo muhimu haya kupata uwakilishi mzuri, kwa sababu kwanza miji yetu inakuwa, watu wanaongezeka, umefahamu, halafu kutunza historia za miji yetu. Mji kama Ujiji hauwezi kukaa hauna historia yake. Historia yake ni pamoja na kuitambua Ujiji kama ni eneo ambalo lilikuwa na ustaarabu wake kwa muda wa miaka mingi, zaidi ya karne 2-3 kuna ustaarabu wa aina yake katika mji wa Ujiji. Kwa ni haki yao pia waweze kuwa na jimbo, waweze kusaidiwa na serikali au na tume ikate ile eneo, watu waweze kuwa na mbunge na faida zake ni nyingi sana, lakini ni kupeleka huduma karibu kwa watu ni moja ya faida yake, kwamba itakuwa ni rahisi sasa watu kufikia karibu, kuambia viongozi kwamba mbunge huyu unamwambia tunataka hichi, tuna hili, tuna lile. Kwa hivyo mimi ni katika watu wanaoomba sana kwamba kukatwe jimbo hili, jimbo la Kigoma Ujiji liwepo na kiwepo la Kigoma mjini liwepo, kwa na majimbo mawili hivi itapendeza sana. Kigoma mjini hii ni kubwa sana nadhani kuliko hata Dar es Salaam. Dar es Salaam na wabunge sijui 5 sijui ngapi 6 huko, wengi tu wamependelewa. Sitaki kusema maeneo mengine, lakini kwa hapa kwetu mimi nadhani tuna sifa hiyo na tusaidia kuharakisha hata maendeleo yetu, kwa sababu mji wetu wenyewe Ujiji unaona una kama una dua hivi, umeshangaa kwa sababu hakuna zile stimulus package. Akipatikana mbunge hapa inakuwa ni jambo zuri, kuna changamka bwana. Kwa hiyo mimi la kwanza nilikuwa naomba kwamba lazima kuona namna ya kulikata ile jimbo. Ni kwa namna gani pengine ikitokea sasa ikawa hivyo, tunatazamaje katika swala zima la kuchochea au kuchagiza maendeleo haraka kwa wananchi? Ni dhahiri kabisa tukikata jimbo kutakuwa na maendeleo makubwa sana ya haraka, kwa sababu tutakuwa na mwakilishi wetu ambaye yuko na sisi hapa moja kwa moja. Kwa hiyo tunaweza kwa tunakutana naye. Alafu hela za jimbo zitakuwepo. Ilikuwa jimbo ni hela moja, mbunge mmoja, sasa kwa wabunge wawili. Kwa miji yetu hii ya pembezoni ambayo imechelewa sana, itasaidia kuichangamsha katika hivyo. Na wabunge wetu watakuwa ni kama timu ya mpira, watashirikiana, wataweza kutusaidia kufanya mambo kwa ushirikiano na kutuharakishia maendeleo. Kwa hiyo sio tu kwamba tunataka jimbo kwa maana ya kupata mtu, lakini pia tunataka maendeleo vile vile ambayo yanaweza kuja kutusaidia kututoa hapa tulipo. Asante sana kwa swali lako. Naitwa Hamisi Alilheo Hamisi Hababi. Tume imekuja na wazo na rai nzuri kwa wakati mzuri. Jambo hili linaharakisha kwanza maendeleo ya kijamii
na ni wajibu wa wananchi kutoa maoni yao, kwa sababu tume ni ya kwao, ni ya wananchi. Kwa kuwa tume ni ya wananchi, ni wajibu wetu sisi kutoa majibu sahihi na kutoa maoni yetu kwa tume ili tume iweze kuyafanyia kazi. Mimi kama mkazi wa Kigoma mjini, halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji, nina rai jimbo la Ujiji na Kigoma ligawanywe, kuwe na majimbo mawili. Jimbo la Kigoma mjini ligawanywe, pawepo na jimbo la Kigoma na pawepo na jimbo la Ujiji. Kwa nini tunataka kulizungumzia hasa hili jimbo la Ujiji? Kuna sababu nyingi za msingi. Hasa ya kwanza, sababu za kihistoria. Ni sehemu wakilishi ya kijamii kwa muda mrefu, ambayo imebeba taswira ya kisiasa na kiuchumi na kijamii kwa muda mrefu sana. Sasa katika kugawanya majimbo kutaendelea uhai wa kuwepo kwa alama ya mji, kwa kuharakisha maendeleo ya mji, kuwepo kwa kata nyingi ambazo zinabeba mji toka zamani, kwa sababu jimbo la Kigoma mjini kwa muda mrefu sana, tangu baada ya uhuru wa Tanganyika na baadaye Tanzania, ndio Ujiji ndio ilikuwa ni eneo lenye kata nyingi, ilikuwa na kata 13, na mpaka kuongezeka kwa maeneo mengine haya, kuongezeka kwa kata zingine hapa, bado Ujiji imeendelea kuwa ndo kinara wa mageuzi ya kisiasa, kiuchumi na kijamii na ushawishi wake. Kwa maana hiyo basi ni wakati wa tume sasa, ili kuharakisha maendeleo pia kwa wananchi wake, serikali kuharakisha maendeleo kwa wananchi wake, ni wajibu tume igawanye majimbo, kwamba Ujiji kuwe na jimbo na Kigoma kuwe na jimbo. Kwa nini? Cha tatu, kwa sababu itaendelea kulinda hii miji ya asili na alama zake. Bado tunaendelea kupata maoni baada ya Tume Huru ya Taifa Uchaguzi kueleza mchakato wa kugawa majimbo, lakini pia kata, kwa kile kinachoelezwa kutokana na population, kwa wingi wa watu waliopo eneo husika, lakini pia na ukubwa wa eneo, hasa kwa majimbo na kata. Ndio kiongozi, pia ukianza majina yako kwa Tanzania waweze kukufahamu, lakini pia maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Asante. Kwa majina naitwa Moshi Anderson Mayengo, diwani wa kata ya Katubuka. Ni kweli unachokiongelea mwandishi wa habari cha kuhusu ugawaji wa majimbo na kata, huo ni mchakato ambao upo kwa muda mrefu kiasi, na ambao TAMISEMI sisi kama diwani tushapokea barua ya kugawa kata. Japokuwa kulikuwa kuna maombi ya wakazi wa Ujiji kwamba na wao wanahitaji jimbo lao, ambao tukawafanya kama mchakato, tukapeleka DCC, ikawa inasubiriwa maamuzi ya RCC kujua kama kuna uwezekano kweli kugawa Kigoma kama jimbo. Nikienda kwenye barua ya TAMISEMI walioileta kwenye baraza la madiwani kwamba kuna kata 4 ambazo zimeonekana zina umuhimu wa kuzigawa kulingana na ukubwa wake na umuhimu wake, ikiwemo kata ya Kibirizi, kata ya Mwanga Kaskazini, kata ya Mwanga Kusini pamoja na Buzebazeba, kwamba ni kata ambazo ni kubwa, kwa sababu na kata ya Katubuka ikawemo kwenye mchakato, lakini baadaye akaona haina umuhimu kulingana na mitaa yake kuwa mitatu. Hizo kata tulizozitaja zina mitaa karibu 7, 8 mpaka 9. Kwa hiyo ya mitaa mitatu wakaona haina umuhimu, waiache kwanza. Kwa hiyo swala la kugawa makata kweli ni jambo zuri, linapunguzia majukumu wenye viti wa serikali za mitaa, linapunguzia jukumu watendaji wa afisa watendaji wa kata na mitaa pamoja na mheshimiwa diwani, ili kuwafikia mtu kwa urahisi na kumtekelezea wajibu wanaostahili kupata. Umezungumzia swala la jimbo la Kigoma mjini pia, kwamba mapendekezo yamesha tolewa. Imebaki pengine maoni. Imebaki vikao vya juu vitakavyokuja na maamuzi sahihi. Pengine kuna maoni yenu yalilenga pengine kuona kama jimbo hili linaweza kuwa kwa maana Kigoma Ujiji na Kigoma mjini. Kwa umuhimu sisi kama baraza la madiwani tuliona halina mshiko sana. Lakini baada ya kuona kuna mvutano, tukawa tumeamuru tuwakubalie sasa hao kwamba jimbo la Ujiji, yani kama itakuwa imewezekana, jimbo la Ujiji lijitegemee na jimbo la Kigoma mjini lijitegemee. Lakini sasa sisi waamuzi wa mwisho, ilikuwa ni maoni tu ya mapendekezo. Kwa hiyo michakato bado inaendelea, na hatakuwa na idadi kamili kwamba ili iwe jimbo inatakiwa iwe na wakazi wangapi. Hivi vikao vya juu ndio vitajua utaratibu wa ugawaji wa majimbo na ugawaji wa makata. Kulingana na wingi wa watu, kama ikigawiwa inapunguzia vile kama nilivyosema kwenye kata, urahisi wa mheshimiwa mbunge kutekeleza masuala yake kwa wakati, kulingana na urahisi wa kufikia wananchi. Ni kweli inapokuwa jimbo ni kubwa,
linampa wakati mgumu sana mheshimiwa mbunge kulitembelea na kusikiliza kero za wananchi. Bado tupo katika mchakato mzima wa kupata maoni, hasa katika swala zima ambalo tume sasa hivi inapokea maoni kuhusiana na kugawa majimbo, lakini pia kata. Si Kigoma tu, ni kwa nchi nzima. Ukiwa mkazi wa Kigoma, natamani kupata maoni yako, kianza majina yako, lakini pia mawazo yako ni yapi katika hili. Kwa majina naitwa Zawadi Abasi, ni mkazi wa Kigoma Ujiji. Maoni yangu, tulikuwa tunaomba jimbo la Kigoma liweze kugaiwa ili tupate jimbo la Kigoma Ujiji na Kigoma mjini, ili wananchi waweze kuchagua viongozi wanaoweza kuwakwamua kimaisha. Kwanza, moja, mbunge atakuja kutukwamua. Pili, uchumi, ajira zinaweza zikapatikana. Watu wanaweza wakajishughulisha kwa namna mbalimbali. Ukiangalia leo 90% jimbo limelofaidika sana ni Kigoma mjini. Lakini ukiangalia Ujiji hatuna chochote ambacho kinachoendelea. Barabara mbovu. Watu yani ukiangalia tu mazingira ya Ujiji na Kigoma ni tofauti. Yani kuna tofauti mkubwa sana. Kwa hiyo kuna ulazima wa jimbo kugawanyika ili tujue jinsi gani ambavyo tutakavyoweza kujisaidia. Mnahitaji mfuko wenu wa jimbo wenyewe? Ndio. Ili tuweze kujikwamua. Asante sana. Jina langu ni Abdallah Mpiana Isa. Ni mkazi wa Manispaa Kigoma Ujiji kutoka kata ya Machinjioni. Kimsingi hoja hii ilipoanza, kwanza ilikuwa ni hoja ya muda mrefu kwamba ni lazima miji yote miwili iwe na wawakilishi, kwa maana ya Kigoma Ujiji. Kihistoria ukiona tuna miji miwili, tuna Kigoma na tuna mji wa Ujiji. Sasa ambao tuna tarafa ya kusini na tarafa ya kaskazini. Sasa mji huu wa Kigoma, mji huu wa Ujiji ni mji ambao ni mkongwe katika miji mikongwe barani Afrika. Sawa? Kwa sababu ni mji ambao umeanza kuchepua na mfumo wa kibiashara kwa miaka mingi. Tangu karne ya 18 tunawaona wageni wanakuja hapa wanafanya biashara kutoka Kongo na sehemu nyingine, Unyamwezi na kadhalika. Sasa kwa muda mrefu jimbo hili, hasa mji wa Ujiji, umekuwa ukishuka kimaendeleo, hasa baada ya uhuru wa Tanganyika mpaka kufikia miaka 70. Tutapata historia kwamba mji ulikuwa ndio mji wa kitovu cha biashara hapa. Ukiona historia ya huu mji na maendeleo ambayo yaliyopo havifanani. Sasa sisi wana Ujiji, wananchi wa Tanzania, tunayo haki ya kudimandi haki ya sisi kuwa jimbo, ili tupate mwakilishi ambaye kimsingi atakuwa akilisemea, na tutakapokuwa jimbo tuna imani kabisa maendeleo kwa kiasi kikubwa yatakuja katika mji wa Ujiji na nchi itanufaika kwa ujumla, na watu uchumi wao utanufaika kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja, kwa sababu tutakuwa tumepata mwakilishi wa kutusemea. Kwa hiyo mimi naiomba serikali, ninaiomba tume iangalie vigezo tunavyo. Hali ya umaskini kwa mji wa Ujiji ni kubwa. Leo tunakata kama kata ya Kagera, kata ya Businde, kata Machinjioni, ukizera kuangalia watu wake wana hali duni sana ya kimaskini. Lakini si hivyo tu, sisi tarafa ya kusini ni tarafa ambayo ina kata 12. Sawa. Kwa hiyo ukiangalia tuna vigezo kabisa vya kuwa jimbo. Sasa ningeomba serikali na tume iangalie kwa umakini wa hali ya juu, ili ikiwezekana Oktoba 2025 tuwe na jimbo la uchaguzi. Hatupingi, tunataka halmashauri hiyo moja, lakini majimbo ya mawili. Sawa, ili tupate maendeleo kwa kiasi kikubwa na wananchi wanufaike, ili leo na kesho vijana na vizazi ambavyo vinakuja wajivunie na mji huu usipoteze asili yake. Ni mji wa kihistoria, ni mji ambao wa kibiashara. Tuna vyanzo vingi sana hapa. Na tukiwa na jimbo na uhakika, leo tulikuwa tuna mpango hapa kuwa na Ujiji City. Mpango ule hauwezi kutekelezwa kwa umakini kama ukiwa hakuna jimbo. Tuje kuona. Ni kweli tarehe 27 ya mwezi wa pili mwaka huu wa 2025 mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji mstaafu Jacobus Mwambegele alitangaza kuanza kwa mchakato wa ugawaji wa majimbo hapa Tanzania, ikiwa ni pamoja na uwekaji wa mipaka, jukumu ambalo kimsingi ni la tume baada ya kushauriana na viongozi na hasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Kwa hiyo jukumu letu na sisi wa Tanzania ambao tuko mkoani Kigoma na hususani Chama cha Mapinduzi ni kuangalia wapi kunaweza kuwa na mahitaji hayo na kuelekeza au mchakato kuweza kuanza kwa ajili hiyo. Na mpaka sasa kuna baadhi ya halmashauri, kwa sababu mchakato huu sio ndani ya Chama cha Mapinduzi, mchakato huu ni unafanyika ndani ya serikali, na vipo vigezo ambavyo vimewekwa kwa ajili ya zoezi hili. Tunayo majimbo kwenye mkoa wetu, takriban majimbo 8 kwenye mkoa wetu, na vigezo ambavyo vimetajwa ni vingi. Kwa hiyo kitu muhimu ni wananchi katika maeneo hayo kuona ni kwa namna gani tunaweza kukidhi vigezo ili kuweza kuongeza majimbo pale ambapo panaweza kuhitaji kufanya hivyo. Na niseme tu hili la tume ni wakati mwingine ni jambo muhimu, kwa sababu yako baadhi ya maeneo hata hapa Kigoma ni maeneo makubwa au ni majimbo makubwa, lakini vigezo vilivyowekwa ni vingi. Kwa hiyo nina hakika kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo inazingatia ibara ya 75 ibara ndogo ya 4 katika zoezi hili itafanya zoezi hili lifanyike kwa ubora zaidi, na katika maeneo yenye majimbo makubwa pia taratibu bila shaka zitafuatwa, na halmashauri zetu zimekwisha anza mchakato huo. Tumeona matangazo ya kuanza kwa mchakato huo, na bila shaka taratibu zitafuatwa. Kinachotakiwa hapa ni vile vikao vya kamati ya ushauri ya wilaya au DCC ambavyo ndio vinaanza kupokea hayo maoni na kujadili na hatimaye kupeleka kwenye RCC na baadaye kupeleka taifa, kwa kuzingatia vigezo ambavyo vipo. Moja ya vigezo ni idadi ya watu, lakini pia ni ukubwa wa jimbo, na mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ameeleza vizuri kabisa ni vile vigezo vyote amevieleza. Katika mazingira ya sisi katika mkoa wa Kigoma bado tunaweza kufanya hiyo tathmini katika baadhi ya majimbo mbalimbali, na kwa hiyo kuna mazingira ya namna hiyo, lakini kama Chama cha Mapinduzi tunaunga mkono utaratibu ambao umeletwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kuangalia mipaka ili kuona uwezekano wa kugawa majimbo, na tunawahimiza watu wote wanaohusika na hasa katika mkoa wetu kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kunufaika na hiyo fursa, na bila shaka pia itakwenda mpaka kwenye ngazi ya kata. Tunazo kata kubwa sana, kata kubwa sana ambazo yani ni kama jimbo, kata zina watu wengi sana. Kwa hiyo kuzingatia vigezo vingine pia ambavyo vimeainishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, basi ni vizuri wahusika katika maeneo hayo mchakato huo akafanya kwa muda, ili wananchi waweze kupata haki ya kuhudumiwa kwa haraka zaidi na wawakilishi wao ambao watawachagua hapo mwezi Oktoba.